Wakati mwingine huwa nakaa chini najiuliza, watu wengine walipataje nafasi za uongozi fulani katika serikali? Na kama unafikiria najiuliza kwa ubaya, hebu tazama video hii. But we are saying the school calendar remains unchanged, and we are not going to change the school calendar. Half term will be on 24th as earlier communicated. We are not changing the dates because of a few students who are trying to disrupt learning in our schools. Na ukifikiria hiyo basi inakuchanganya sana. Kuna nyingine hapa. Don't force these students to do exams. Negotiate with them. If they are not ready and you think exam, whether it is mock, whether it is continuous assessment, kama inaleta shida, ongea na wanafunzi. Kama wako tayari, afadhali ongea nao. Hawa ni wandani wa Rais William Samoei Ruto. Watu wanaoaminika sana na walio karibu sana na Rais Ruto, wanaomshauri rais kuhusu visa vya moto katika shule zetu. Hebu tucheke kidogo. Tutikise kichwa tu. Kwa sababu kitabu kitakatifu Amosi 3:3 katika Biblia kinasema hivi: je, wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa na maafikiano? Na pia marafiki hufikiri sawa. Ukiona kiongozi anaanguka, basi waliomzunguka wanaweza kuwa na matatizo sawa na kiongozi huyo. Mtazamaji, huyu hapa ni Balozi Profesa Julius Bitok, aliyekuwa katibu mkuu katika Wizara ya Elimu na ambaye kulingana na kile kilichoonekana katika wizara hiyo ni mtu ambaye hakujua lolote kuhusu wizara hiyo. Kabla tusonge mbele, kumbuka wakati wa moto katika shule ya wasichana wa utumishi huko Gilgil. Wakati taifa likiomboleza kwa machozi mazito vifo vya wanafunzi 16 waliofariki, Bitok yeye alionekana mashinani huko akiimba tuta President Ruto tuta, na kuonyesha jinsi anavyompenda rais sana kuliko watu wengine hapa nchini. Unajua nikirudi Nairobi rais ataniambia watu wa Chitiri walisema nini? Niwaambie walisema nini? Niwaambie walisema nini? Walisema asante sana na mambo ni tuta. Alipozinduka kutoka katika usingizi huo wa tutam, baada ya shule kadhaa kufungwa kutokana na moto, alitoa matamshi ambayo wengi waliyaona ya kitoto na ya kushangaza kabisa. Alidai kuwa chanzo cha moto na vurugu shuleni ni mitihani. Akiwataka walimu washirikiane na wanafunzi, yani waongee, wazungumze. Hebu sikiza alivyoongea. I directed all the county directors of education and all the principals to ensure that they seek support and the dialogue with the students, and they speak to them and engage them so that we can reduce any possibility of any unrest in our schools. Sasa idara ya elimu iko katika hali ngumu hapa nchini. Kama hawa ndo viongozi, visa vya shule kufungwa na moto vinaongezeka, lakini viongozi wetu wanatoa matamshi yasiyoonyesha uzito wa tatizo hilo. Wanakosa kulikubali jambo lililo wazi tu. Ukifikiria kwamba Bitok ndiye tatizo, hebu tuangalie mwingine hapa. Angalia wandani wa rais wanavyozungumza, utagundua kuwa tatizo linaanza juu. Huyu ni Farid Kibet akisema maduka yanauzia watoto chakula ndio yanawauzia viberiti wachome shule. Kwa hivyo maduka yakifungwa, shule zitakuwa hazina moto tena. Kandin ambaye inawekwa kwa compound ya shule, mimi kwangu nataka kusema iondolewe, kwa sababu ndio wenye kuuza viberiti kuuzia watoto kuchoma shule. Ni vipi rais alifikiria kwamba na kufikia hatua ya kuwateua Bitok na wengine kuwa katibu katika sekta muhimu hapa nchini, hasa sekta ya elimu hii? Ukistaajabu hayo, Bitok sasa, mtazamaji, amehamishwa kwenda Wizara ya Wanyama Pori na Utalii. Huko tusubiri tuone. Kwa nini hakufutwa kazi kama hakuwa anaweza katika Wizara ya Elimu? Au tuseme Kenya haina wenye uwezo wa kufanya kazi vizuri? Ni kama mtu unamtoa kwenye uzembe, unampa nafasi nyingine tena ya kuendeleza uzembe huko huko. Hii ni ishara kwamba kuna watu ambao rais ameamua wawe serikalini kwa hali yoyote ile, liwe liwalo. Ni wakati wa kumkumbusha rais wetu William Samoei Ruto kwamba nchi hii ni ya Wakenya wote, si ya watu wachache. Siku moja rais utaondoka madarakani na Wakenya wataupima uongozi wako kupitia matendo ya viongozi uliowateua. Hebu niseme hivi, kuna mambo kadhaa yanayochangia ukosefu wa nidhamu katika shule zetu. Kwanza,
Ni sera ya serikali kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaingia katika shule ya upili, huku serikali haijazingatia kama miundombinu ipo tayari kuweza kuhifadhi watoto hawa. Hii inasababisha msongamano mkubwa wa wanafunzi shuleni. Pili, wazazi wengi wanashindwa kuwapa watoto wao malezi na nidhamu nyumbani. Nikikuwa nilikuwa naambiwa kwamba maneno kama pole, asante, samahani yalikuwa yakifundishwa nyumbani, sio shuleni. Kama mtoto wako hawezi fanya hayo, basi kuna tatizo. Tatu, viongozi wanaojihusisha na siasa majukwani badala ya kushughulikia masuala ya elimu wanapiga kelele tu, wanatushiana hadharani, maneno ambayo hata tuwezi kuyasema kwenye runinga. Haya maneno huwa yanawafundisha nini wanafunzi? Kuna msemo unaosema kwamba hata saa iliyoharibika kuna wakati huonyesha wakati sahihi, angalau mara 2 kwa siku. Na hapo ndo niliona hata Kimani Ichung'wah pia naye kuna wakati aliona kuwa huyu Bitok hangeweza kazi. Msikize. You have the most clueless PS in the Ministry of Education. Most clueless. He only sits in Nairobi and has no idea what goes on the ground. Cha kushangaza ni kwamba Rais Ruto bado hakuona hilo. Niombe hivi, Rais William Ruto, kumbuka maandamano ya GNZ mwaka 2024. Vijana walisema hawataki viongozi wanaopewa nafasi kwa upendeleo, urafiki au masuala ya siasa, bali wanataka watu wanaoweza kufanya kazi bila upendeleo wala uzembe. Na kwa kweli, kama unawapenda kweli Bitok na hawa mawaziri na makatibu ambao hawafanyi kazi ipasavyo, basi siwape kazi katika kampuni zako binafsi au shambani. Kuna wale wanaoweza kungoja wengine wafanye kazi kwenye mashamba tofauti, lakini si lazima waendelee kula fedha za Wakenya huku wakikejeli wananchi. Nizame hapo. Na hilo ndio shoka la KTN. Salamu ziwafikie wakaazi wa Kaptuktuk kule Eldoret Kusini, kaunti ya Uasin Gishu. Jina langu ni Haman Kamariki, nikihitimisha kwa msemo, paka akitaka kuwa na hadhi ya simba lazima apunguze tamaa ya kula panya.